biashara na pamoja na wafanyabiashara wakubwa kule nchini Marekani. Lakini ndani ya muda mfupi sana Jeffrey Epstein aliibuka kuwa tajiri mkubwa sana, billionaire. Yani alikuwa anamiliki pesa nyingi ndani ya muda mfupi sana. Na matukio kadha wa kadha yalitokea hata kipindi ambacho alikuwa akimiliki pesa. Mnamo mwaka 2005 alihusishwa na kesi ya uuzaji wa watoto ama kuuza watoto. Yes, alipohusishwa na kesi hizo bana, ikabidi sasa aweze kushutumiwa ama tuseme alifungwa kutokana na hiyo kesi, lakini baada ya muda mfupi tena akaja akaachiliwa. Then ikaendelea, lakini bado alikuwa under investigation wanavyodai. Akaendelea kuchunguzwa na mwisho wa siku akafuatiliwa. Then mwaka 2008 pia akakutwa na hiyo case, the same case, akaja akakamatwa tena akafungwa. Sasa bwana, story inaendelea kutuambia kwamba huyu bwana moja kati ya vitu ambavyo alikuwa akifanya yeye duniani kote, alikuwa na network nzito sana, ama alikuwa na mtandao mkubwa sana, ambao katika mtandao ulikuwa unahusisha viongozi wengi wakubwa, viongozi mashuhuri ambao wamehusishwa kwenye hilo sakata. Unaambia kwamba almost viongozi wote wakubwa duniani wamehusishwa kwenye hilo sakata, na hizo footage bwana ambazo zimekuja kueliki katika mwaka 2026 zimeonyesha viongozi mbalimbali mashuhuri ambao wamehusishwa kwenye hilo sakata. Maana yake network yake ilikuwa sio kawaida, kiasi kwamba hata watu walikuwa hawawezi kutambua hilo tukio. Yani mambo makubwa na magumu kama haya yalikuwa yanaendelea at the background, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa anaweza kufahamu, na wasanii, wanasiasa wengi wamehusishwa kwenye hilo tukio. Bwana, imekuwa ni kitu cha kutisha sana na imeendelea kuleak, na ni story ambayo mpaka sasa hivi kuna faili zaidi ya milioni 6 zimeendelea kuachiliwa na Department of Justice pale nchini Marekani. Lakini pia watu wameendelea kulifuatilia hili tukio kwa karibu na rumors nyingi zinaendelea kutembea, lakini pia wanamzungumzia kama ni mtu ambaye alikuwa anahusikana na issue za Illuminati pamoja na rituals, kwa sababu kuna baadhi ya mambo yalikuwa yanaendelea kama ulaji wa nyama za watu, lakini pamoja mauaji, human trafficking. Ni vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana vinafanyika ambapo ni injustice kabisa. Sasa unajiuliza, watu kama hao wanakula watu, wanafanya matukio ya kutisha kama hayo, ni namna gani? So ni matukio ambayo yamekuwa ni ya kutisha. So story bado inaendelea na nitaenda kuchambua faili moja moja. Tuende nami mpaka mwisho, mpaka tutaendelea kuachilia faili. Nitakuwa naendelea kuachilia in series. Story ni very interesting, endelea kufuatiliana, utafahamu mengi sana. Mpaka sasa ameachiliwa mafaili milioni 6, lakini mafaili ni mengi sana, na viongozi wengi sana wamehusishwa kwenye hili tukio. Sasa imekuwaje na ni kwa nini tutajua, lakini unachopaswa kufahamu kwamba kwenye hii dunia kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea at the background. Ni mambo mengi na ni mazito sana. Wakati tumetoka juzi tu mwaka 2025 tumetoka kusikia story inayohusiana na P Diddy kutokana na matukio ambayo alikuwa akifanya, lakini mwaka 2026 limekuja hili la bwana mkubwa wa kumuita Jeffrey Epstein, akihusishwa na masuala ya viongozi wengi, na wengine ni wakubwa tunawafahamu katika dunia hii. So it is so very bad. Yani inatisha kweli kweli, ulaji wa nyama za watu, watoto, inatisha kweli kweli.